siku kadhaa nyuma hapo mashabiki wa filamu, especially the classic film ya Apocalypto, tulipata msiba bwana. Tulifiwa na bwana Gerardo ambaye kwenye movie ya Apocalypto, ambao ndo pia watu wengi wamemuona kwenye hiyo movie ya Apocalypto, alicheza kama Middle Eye. So nikaona kwa heshima sana ili kumkumbuka na nini, tupitie hata hiyo movie kidogo na iconic scene ambayo alitupa kwenye hiyo movie ya Apocalypto. Yes. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba kwenye hiyo movie ya Apocalypto kuna jamii ya wawindaji ambao walikuwa hapo msituni. Walikuwa wanamuinda nguruwe pori. Kwa hiyo kama wawindaji wakawa wameweka mitego yao na nini, wakawa wanamkimbiza yule nguruwe, wakafanikiwa kumuingiza kwenye mitego, wakafanikiwa kumuua yule nguruwe. So wakiwa bado wako msituni hapo, wakawa wanagawana sasa nyama. Unajua kwa wote ambao wameshiriki kuwinda na nini, kwa wakawa wanagawana. Kwenye hiyo process ya kugawana, wakasikia kama kuna watu wanakatiza hapo msituni. Na ukizingatia kwenye huo msitu ni kama himaya yao, yani kwa sababu ni jamii ya wawindaji, kwa hiyo msitu ni kama umecross kwenye territory yao. So walivyosikia watu wanakatiza, ikabidi waache kwanza shughuli yao waliokuwa wanaifanya. Kwa wakaacha shughuli yao, wakawa wanasikilizia waone nani huyu ambaye anakatiza. Kwa bahati nzuri ilikuwa ni jamii nyingine ya watu ambao ni wavuvi, walikuwa wanakatiza pale na nini, walikuwa wanapita tu actually. Kwa hiyo wakawa wana exchange pale conversation. Wakawa wanajielezea, wakasema bana, sisi ni jamii fulani, tunaomba kukatiza tu hapa, hatuna nia mbaya wala nini, tunakatiza kwa sababu makazi yetu yaliharibiwa, tulivamiwa, watu wetu wakachukuliwa wengine, makazi yetu yakaharibiwa. Kwa hiyo hapa tuko kwenye process ya kutafuta sehemu mpya ya kuseto ili kuendeleza jamii yetu. So wakawa wamefanikiwa kuelewana kutokana na hiyo conversation. Wakabadilishana pale nini, hao wakatoa nyama na wenyewe wakapewa samaki. Kwa hiyo ilikuwa ni conversation moja ambayo ilikuwa ni mutual. Ilikuwa haina uadui, haina negativity yoyote. So baada ya kutoka hapo, wale watu wa jamii ya wawindaji sasa ambao walikuwa wanaongozwa na mzee mmoja anaitwa Flint Sky, ambaye pia ndo alikuwa baba yake na Jaguar, Jaguar Po, wakawa wanarudi nyumbani. Lakini walipofika, mzee Flint Sky akagundua kwamba kijana wake aliingiza upepo kutokana na maneno ya kiongozi wa ile jamii ya wavuvi. Alikuwa ameingiza upepo. Kwa hiyo anamwambia kijana wake, anamwambia usiruhusu kabisa hofu ikutawale. Usiruhusu kabisa masuala ya hofu na nini. Kwa hiyo tunavyoingia nyumbani, hakikisha hofu yako yote umeiacha nje, uingie ukiwa jasiri, ukiwa imara na nini. Akampa maneno kijana wake pale. Kwa hiyo akaingia zao nyumbani na nini. Sasa ilipofika mida ya usiku, Jaguar akiwa amelala, actually ilikuwa ni inaelekea alfajiri. Jaguar akiwa amelala akaota ndoto mbaya sana. Yaani aliota ndoto ambayo alimuona yule kiongozi wa jamii ya wavuvi akiwa amekatwa vibaya kifuani. Amekatwa alafu ameshikilia moyo wake mkononi. Anahema kwa kasi sana, anahema vibaya mno. Alafu kwenye ndoto yule jamaa wa jamii ya wavuvi akamwambia kimbia. Jamaa akashtuka kutoka kwenye ile ndoto. Kwa hiyo akaamka akawa amekaa. Umeona bwana? Akiwa amekaa akahisi yani kama kuna watu wanakatiza kwenye kijiji chao, kwa sababu ilikuwa ni katikati ya pori. Kwa hiyo akasikia kama kuna watu wanakatiza na nini. Jamaa kwa sasa anazidi kupay attention kuangalia mbona kama kuna vitu sivielewi. Kweli bwana, akasanuka kuna watu ambao walikuwa wamevamia kwenye jamii yao. Na watu waliovamia ndio watu ambao walivamia jamii ya wale wavuvi, wakaharibu jamii yao na nini. So wakawa wamevamia pale. Wakavamia pale, ikawa ni mtafaruku. Sasa watu wakawa wanapambana na nini. Wao watu waliovamia walikuwa ni watu kutoka jamii, yani walikuwa ni watu kutoka kwenye mji mmoja unaitwa Maya. Maya City. Kwa walikuwa ni watu wa jamii ya Maya. Kwa hao watu yani kazi yao ni kwamba wanavamia vijiji, wanachukua watu mateka. Umeona bana? Na hiyo ni kwa sababu kipindi hicho jamii ya Maya ilikuwa kwenye decline. Tukisema decline tunasema mporomoko. Kwa hiyo walikuwa hawaoni mafanikio na nini kwenye jamii yao. Kwa hiyo wao wakawa naamini kwamba kuna huyo Mungu wao au mzimu wao ambao wanamwabudu anaitwa Kukulkan. Kwa hiyo wakawa naamini kwamba ni kwa sababu anataka sadaka.
Umeona bwana? Kwa hiyo sasa anafanya kuvamia na nini, wanachukua watu wanaenda wanatoa sadaka kwa huyo Mungu wao Kukulkan, ili waweze kuwa na prosperity, ili jamii yao izidi kuwa na nguvu, izidi kunawiri, izidi kunini kukua, so unajua. So akawa amevamia pale, watu wakawa wanajitetea na nini, watu wanachukuliwa, wengine yani hivyo, yani ilikuwa ni ambush, wamevamiwa. So Jaguar alichoamua kufanya, akaona kwa sababu wako tayari outnumbered, alafu ni wamevamiwa kwa kushtukizwa, akaona cha msingi kwanza inabidi akaiokoe familia yake. Kwa akamchukua mke wake ambaye alikuwa ni mjamzito kwa wakati huo, akamchukua na mtoto wake mdogo, akawapeleka kwenye kisima ambacho kilikuwa karibu na kijiji chao. Kwa akawapeleka kwenye kisima, akachukua kamba nini, akawa anawashusha kwenye kisima. Baada ya kumaliza kuwashusha kwenye hicho kisima, ikabidi arudi tena kusaidia kijiji chake. Kwa akarudi akawa anapigana na wale invaders na nini. Hasa wakati wa kupigana akakutana na bwana Gerardo Tarakena ambaye sasa ndo Middle Eye. Kutana naye pale akawa anapigana na nini, akamzidi nguvu. Akambananisha mzee kwenye mti, akawa anataka sasa ammalize, amuue. Lakini kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya, kabla hajamuua bwana Middle Eye, akatokea kiongozi wa hiyo jamii ya watu wa Maya ambaye anaitwa Zero Wolf. Alivyotokea pale na nini, akamuokoa Middle Eye kutoka kwa Jaguar hapo. Akamuokoa. Sasa hicho kitendo cha kuzidiwa nguvu na Jaguar ni kitendo ambacho bwana Middle Eye hakupenda hata kidogo. Kwa hiyo akawa na hasira na Jaguar, akataka amuue. Lakini bwana Zero Wolf akamzuia. Akamwambia bwana, huyu uwezi ukamuua, achana naye. Umeona? Hicho kitendo kikamuumiza sana bwana Middle Eye. So akiwa ameshikiliwa pale, mbele yake akamuona mzee wake ambaye naye alikuwa amedhibitiwa, ameshikiliwa pale huko chini ya ulinzi. Jamaa akafeel kama amemdisappoint mzee wake bwana. Kaona kama amemwangusha na nini, ameruhusu kijiji kikavamiwa, wakazidiwa nguvu na nini. Kwa hiyo akamwambia baba yake, bwana samahani mzee, nimekudisappoint. Hasa kusema hivyo ilikuwa ni kosa kubwa sana. Kwa sababu alivyosema hivyo, Middle Eye ndo akashtuka, umesema mzee? Huyu ni mzee wako kumbe. Sasa kumbuka tayari alikuwa ashamkosa kumuua. Na bwana Zero Wolf amemzuia simuue na ni Jaguar. Kwa hiyo akaona okay, ili nipate revenge yangu ni kuumize vizuri, inabidi mzee wako niishi naye. Kwa hiyo akamfuata mzee wake Jaguar pale, akamchinja mbele ya Jaguar. Baada ya kufanya hivyo, akamsogelea Jaguar, akaambia sasa wewe kuanzia sasa hivi jina lako ni Almost. Akampa jina Almost. Kwa nini alimpa jina Almost? Jua Almost maana yake ni nini? Ukisema ni ilibaki kidogo tu, hiyo ndo Almost. Yani kwamba ilikuwa almost aniue. Nusu. Ilibaki kidogo tu aniue, ndo maana akamuita Almost. Kwa hiyo jamaa akawa amefanikiwa kumpa jina. So wale watu wa ile jamii ya kina Jaguar wakawa wanachukuliwa sasa kuelekea kwenye ile Maya City, kuelekea kwenye hiyo ngome ya watu wa Maya. Wakachukuliwa, wakawa wanapitishwa msituni, wanapitishwa kwenye maji, wanapitishwa kwenye mabonde, kwenye milima na nini. Wakawa wanapelekwa kwenye hiyo jamii. Sasa kabla hawajafika kwenye hiyo jamii, njiani walikutana na mtoto mmoja ambaye ana ugonjwa wa ngozi. Yule mtoto akawa anasogelea msafara. Majamaa wakawa wanamsukuma. Kaja jamaa mmoja akachukua gogo, akawa anamsukuma yule mtoto. Yule mtoto akaprophesy. Unajua kuprophesy, yani akatabiri. Akaambia bwana, imaya yenu inakaribia kuanguka na itaangushwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Jaguar. Na mwana Jaguar atakuja kuangusha imaya yenu, na ili mjue kwamba hayo mambo yatatokea, mchana utageuka kuwa usiku. Yani kutakuwa na giza mchana. Hiyo ndio itakuwa ishara kwamba imaya yenu lazima itaporomoka. Lakini wakaamua tu kumpotezea, kaona mtoto anaongea vitu ambavyo havieleweki. Wakaamua kumpotezea tu nini, wakaendelea na msafara wao. Kweli bwana, wakafika kwenye hiyo himaya ya watu wa Maya Kingdom. Wakafika kwenye hiyo ngome na nini. Kufika pale, kiongozi wao sasa wa mambo ya spirituality, tunasema kama mambo ya dini hivi, kiongozi wao kama tuseme high priest hivi, kuhani wao, akawa sasa anaongea. Anasema bana, kama mnavyojua tumekuwa tukikumbwa na matatizo mbalimbali kwenye utawala wetu na nini. Kumekuwa na magonjwa, mazao yetu yanaharibika, hamna mvua, hatuvuni na nini. Kwa hiyo tumekuwa na mabalaa recently, yani tumekuwa na hali fulani ambayo sio nzuri, na yote tunajua kwa sababu Kukulkan anahitaji sadaka. Kwa hiyo leo tumekusanyika hapa ili tushuhudie tukio hili kubwa la kumtolea wewe Kukulkan nini?
sadaka. So wale watu wakawa wanachukuliwa mzee, wamepangwa kwenye line up pale nini. Na wakati wanaingia walipakwa rangi fulani hivi mwilini kama rangi ya blue hivi. Wakapakwa kuonyesha kwamba ni hawa wanaenda kutolewa sadaka. So wakawa wamepangwa kwenye line up. Kwa wakawa mmoja baada ya mwingine wanafika pale, unalazwa kwenye sehemu ya kutolewa sadaka. Wanakuchoma kisu pale, wanachomoa moyo. Huo moyo wanaenda wanauchoma. Na Isa alikuwa anakula mkuu wao ambao ndo kama mfalme wa hiyo kingdom, Maya kingdom, ndo alikuwa anapewa moyo anakula kwa sababu alikuwa anauchoma pale. Wakishachoma huo moyo, ile damu ikishamwagika pale chini, kichwa chako kinakatwa. Wewe ambaye unatolewa sadaka, kichwa kinakatwa, kinarushwa kwa watu. Watu wanakishambulia kile kichwa, anakichukua na nini. Yaani kama mpira hivi unarushwa, yani mpira wa kona watu wanavogombania na nini, ndio vichwa vya watu vilikuwa vinagombaniwa pale. Miili inaenda inatupwa kwenye sehemu moja ambayo maiti zinatupwa. So zoezi likaendelea. Sasa ilipofika zamu ya Jagwa, akiwa amelazwa kwenye ile sehemu ya kutolea sadaka pale, kikatokea kitu cha ajabu. Ikatokea eclipse, yani tunasema mwanga wa jua ukazibwa na mbalamwezi. Mwanga wa jua ulivyozibwa pakawa kama kuna giza pale. So watu wakawa wanashangaa nini kinaendelea. Kama unakumbuka prophecy yule mtoto alisema ishara ya kwamba utawala wa Maya utaporomoka ni mchana utakuwa usiku, kutakuwa kuna giza mchana. So ile ishara ikawa imetokea pale. Jua likazibwa pakawa na giza pale. Yule sasa ndo kama priest wao akawa anasema bana, kama mnavyoona hii ni ishara kwamba Kukulkana ametosheka na sadaka ambazo tumezitoa. Kwa hiyo ili kuonyesha kwamba hakuna nia mbaya wala nini, hakuna kitu kibaya kinachoendelea, atarudisha mwanga. Kweli mwanga ukarudi pale. Kwa hiyo ikawa ponea ya Jagwa. Kwa sababu Kukulkana ameshatosheka na sadaka, manake atatolewa sadaka. So wakachukuliwa pale, wakapelekwa kwenye sehemu moja ambayo kuna uwanja mkubwa, yani kuna kama arena fulani kubwa, uwanja mkubwa tu. Wakaambia sasa hapa, wakaonyeshwa mwisho wa uwanja kule. Wakaambia bwana, mwisho wa huu uwanja kuna shamba la mahindi. Ukipita hilo shamba la mahindi unakutana na msitu. Kwa hiyo hapa itabidi mkimbie kwenye huu uwanja. Ukimbie hadi mwisho. Mkishafika mwisho wa uwanja mtakutana na finisher. Finisher ni mtu ambaye ni finisher kama lilivyo jina lenyewe. Finisher maana yake ni mtu wa kumaliza kazi. Ambaye finisher alikuwa ni mtoto wa nani? Wa Zero Wolf. Kwa hiyo Zero Wolf akamwambia kijana wake bana, nenda kakae mwisho wa uwanja. Kwa hiyo majamaa akamwambia bana, mnaona kule mkikimbia, ukifika mwisho wa uwanja mtakutana na finisher. Ukimpita wewe finisher, mnakutana na shamba la mahindi. Mkishalivuka ile shamba la mahindi, mnaingia msituni huko. Atakayefanikiwa kuingia huko msituni anakuwa free, anaachiwa aende. So akawa anaachiliwa wakimbie sasa. Lakini sasa ukiachiliwa ukimbie, sio kwamba unaachiliwa tu ukimbie alafu ndo basi. Ukiwa unakimbia, majamaa wakawa wanarusha sasa mishale, mikuki, makombeo nini, wanarusha. Kwa hiyo wanakufanya kama moving target. Kwa hiyo wanakimbia na nini, alafu majamaa wanafanya tu for sports, yani kujifurahisha. So majamaa wakawa wanakimbia pale na nini, wanarushiwa makombeo, wanarushiwa mishale, mikuki na nini, wanakufa. Na ambaye atakoswa na vitu vyote hivyo, mwishoni kule atakutana na nani? Na finisher. Maana yake kwa namna yoyote mtu aweze akatoka pale kwenye huo uwanja akiwa yupo hai. So wakawa wanakimbia, wakakimbia na nini. Before Jagwa kuna majamaa wawili wakatumwa wakimbie. Kwa ile majamaa wakakimbia na nini, lakini na wenyewe wakapatwa na zile silaha. So ikafika zamu ya Jagwa na kiongozi wa ile jamii ya wavuvi. Kwa sababu na wenyewe pia walikuwa wamechukuliwa, walikamatwa. So majamaa kaachiliwa wakimbie. Sasa wao kina Jagwa aliamua kutumia akili. Wakawa wanakimbia huko wanapishana. Wanakimbia zigzag. Wanapishana na nini. Kwa hiyo ile mishale somehow ikawa inawakosa, mikuki, makombeo yakawa yanawakosa. Lakini sasa kuna huyo jamaa mzee, huyo Zero Wolf, huyo mzee ndio jamaa akosi kubabaki target shot. Huyo jamaa akosi. Wakachukua mshale akarusha, kampata Jagwa. Ukamchoma kwenye eneo fulani hivi la mbavu. Ukamchoma, jamaa akawa ameanguka chini pale. Lakini alikuwa alivyoanguka alikuwa amekaribia kufika mwisho wa uwanja. So akawa ameanguka pale na nini, yule finisher sasa akawa ndo anaenda kumalizia kazi pale kwa Jagwa. Akawa anaenda kumalizia kazi kumuua. Sasa alivyomsogelea Jagwa ile muue,
kuna jamaa alikuwa hajafa ambaye alikimbia kabla ya kina Jagwa. So akamshikilia yule finisher mguu, akawa anamzubaisha na anamwambia Jagwa akimbie. Yule finisher akakasirika, akachukua rungu akampiga vibaya sana yule jamaa, akamuua. Sasa by the time anafanya hivyo, ana deal na yule mwamba aliyomshikilia mguu. Jagwa alikuwa amechoma mshale, akavunja kipisi cha yule mshale, akawa amekishikilia mkononi. So yule finisher alivyomalizana na yule jamaa, akamfuata Jagwa ili amalize kazi. Akachomoa kisu akataka amchome Jagwa, lakini Jagwa akamzuia, akamshika mkono wake ambao alikuwa ameshikilia kisu, alafu kwa kutumia kile kipande cha mshale ambacho alikuwa amekivunja kutoka ubavuni, akamchomekea yule mtoto wa Zero Wolf. Akamchomekea pale, dogo akafa. Sasa huko mwishoni amekaa wanaangalia feedback. Wanaangalia jamaa mbona kama vipi huyo. Jamaa alivyochomwa kisu yule finisher akawa na yumba yumba. Sasa huku kina Zero Wolf kina Midway wamekaa na shangaa nini kinaendelea, wanamuona dogo ana yumba yumba. Mara huyo jamaa akaanguka, ndo akajua bana kule kimisha umana. Jagwa akakimbia, akaingia kwenye shamba la mahindi bati. So ikabidi kina Midway akamwangalia bwana yule finisher. Bwana Zero Wolf anafika pale anakuta mtoto wake ndo hivyo tena ameshakufa. Kwa hiyo jamaa hapa akasema lazima wamtafute Jagwa, na akimpata atamchuna ngozi akiwa hai. Sio kwamba ni fezea, ni mbaya tu. Hapo ni bonge moja la action linaendelea hapo katikati. Lakini wakati wote anaendelea, walikuwa wanapungua mtu mmoja baada ya mwingine. Walikuwa wanakufa kwa njia tofauti tofauti. Mara mmoja analiwa na Jagwa. Jagwa mnyama sio Jagwa po. Mmoja analiwa na Jagwa, mwingine anaumwa na nyoka hivyo. Sasa kuna sehemu moja wakati anakimbizana, Jagwa alijibanza, umeona? Lakini before jamaa alikuwa ni amechukua miba. Akachukua miba mitatu. Ile miba akamchoma nayo chura ambaye ana sumu. Kwa aka amechukua ile miba na nini, akajibanza sehemu. Akachukua jani moja akalizungusha fresh nini, akalisokota, yani likawa kama akalisokota fresh. Alafu akajibanza. Sasa wale majamaa walipokuwa wanakimbia wakampita Jagwa. Yeye akawa sasa anataka kudili na jamaa wa mwisho. Asole jamaa wa mwisho alivyompita Jagwa, Jagwa akatumia lile jani ambalo alikuwa ameliroll. Akalitumia lile akamrushia ile miba yule chura mwenye sumu. Alivyomrushia yule jamaa akaanguka. Akaanguka yani akafa. Lakini sasa wakati anaanguka alitoa sauti. Kutoa ile sauti yule bwana Midway ndo alikuwa mbele yule jamaa, akasikia. Umeona bwana? So ikabidi arudi nyuma. Kurudi nyuma kuangalia nini kinaendelea, akakutana uso kwa uso na Jagwa. Bwana Almost. Na hapo ndo hao majamaa wawili wakafanikiwa kutupa moja kati ya scene kali sana kwenye movie history.